Na msaada ambaye labda alitafutaga kutusaidia ni Lolilo, lakini na yeye akujua kujitangaza, kazi zake zimeishia hivyo. Yeah. Lakini yule ndo msaada ambaye angetusaidia hapa, lakini wapi hakuna. Lolilo sasa hivi hakuna kitu yani. Kazi ambazo alizifanya mbele. Kitu ambacho tunaweza kufanya sisi kwanza ni kutumika kwa bidii. Yeah. Na hapa nyumbani hatuna upendo, sio sana tupendani, tunachukiana sana. Kupatiana opportunity inakuwa ni vigumu sana watangazaji. Na mabosi wenyewe wako hapa. Bosi anaweza kumleta msanii tuseme jinsi walimchukua Harmonize, waleta Harmonize hapa. Walipomleta Harmonize hapa walikataa hata yani ule bosi ambaye alimleta hapa hawezi hata kubali kama achukue mfano tuchukue mimi nishawahi kufungwa kwa ajili ya mapenzi baba. Mbimba nikafika kwa ajili ya mapenzi. Habari yako ndugu wapenzi wasikilizaji wa Ndao TV, na wakaribisha kwenye kipindi. Remember kufanya subscribe. Mnajua mimi ni MC Andy nikiwa nimechukuliwa Michael na kuja kufanya kazi ambayo nyinyi mmenipatia. Television yenu, TV ni ya kwenu nyinyi, na support yenu inahitajika ili tuweze kupanda mbali zaidi. Leo tuna mtu mwingine tena, ni mtu mgeni sana kwenye TV yetu, hajapafika lakini sio mgeni kwa kodi ya 257. Leo ndo tuko naye, tuko na T-Ross Mfalme, ndo anajiita hivyo. Leo mtajua mengi kwake zaidi. Acha tupende kumkaribisha, tusiwezi kuongea mengi ya kwake ili yeye ajiongelee. Nakukaribisha bro. Asante sana. Hali yako? Nashukuru sana. Uko vizuri? Yani niko fresh kabisa. Unapendeza sana kaka. Alhamdulillah brother. Siku nyingi kipindi tunakiandaa kipiti. Leo si Mungu amesaidia sana. Ya muda mrefu sana najua tulikuwa tunapanga hii program ya kufanya lakini haikufanyikiwa sababu ya unajua majukumu, tena tunakimbizana sana na muziki yani. Yeah. Leo tunaongelea wewe ni mwanamuziki, labda kuna zingine kazi unazifanya kule pembeni hatujui, la leo sisi tunakufuata kama mwanamuziki kutoka Burundi. Mimi ni mwanamuziki lakini mimi pia ni mtu ambaye nafanya vitu vya fashion, mambo ya manguo. Na visha wasanii. Mimi mtu ambaye pia nachuuza nguo, vitu kama hivyo, na muziki pia. Ila kitu changu muhimu sana kwenye maisha yangu ni muziki yani. Njia ya fashion na njia ya muziki, wapi panakulipa zaidi hapa pengine? Muziki, sababu muziki ndio inanisaidia sana connection tofauti. Na kama labda biashara yangu vinakwenda vizuri sababu ya muziki wangu, sababu watu wengi sasa unajua ukiwa tu msanii ukifanya business fulani lazima watu wengi sana wakufuatilie. Mimi nina swali ambayo nataka kuileta. Kabla ya swali tunakuja kwanza na kapera kidogo ili wasikie sauti ya mtu ambaye tuko naye ni. Twende na I'm sorry. Ni I'm sorry. Mimi ndo nilofanya hivyo visa na ndo kwa maana siponi. Moyo nani suta siwezi bisha hivi mawazo kichwani. The way uliniambia unapenda mimi nilikudharau, nilivyokuchiti unaona sikuwaza nikajikubali, maneno manyanyaso kila kukicha nikaifanya show, ukawa mvumilivu hadi ukachoka, umeniacha ila baby sorry. Ndo hivyo. Sorry. Wengi wanakuita mbongo, wengine sijui mkongomani. Leo ndo nayaleta, ndo maana nakuleta hapa ili wapate mwanga zaidi. Nationality yako ni nchi gani? Mimi ni Mrundi bro. Mimi ni Mrundi kabisa, yani bila hata kubisha au nini, mimi ni Mrundi. Babangu mimi ni Mrundi, mama yangu ni Mtanzania. Na hata hivi niko hapa Burundi lakini mama yangu anaishi Burundi, mama yangu anaishi Tanzania. Ila anaishi hapa na kwa bibi, babu, wote tuko hapa yani. Kumbe hawajakosea sana kusema ni mbongo. Nasikia kuna kadamdamu vile. Na kitu kikubwa ambacho nimekigundua ambacho kinafaa kuiti sana mbongo sijui mkongomani, labda wanafuata music yako, ngoma kama zote ni Kiswahili sana cha bongo mule ndani. Inspiration inatokea wapi? Kwa nini hauimbi lugha ya taifa? Unajua kwanza mimi ni Mrundi lakini sikukuya sana hapa Burundi. Nimekuya sana Tanzania. Yaani toka zamani nimekuwa nipo Tanzania. Nimefika Burundi 2014 ndo nimefika hapa Burundi. Mpaka leo niko hapa.
na nimependa sana mazingira ya nyumbani, ni pazuri sana, na ndio maana nimependa, siwezi kutoka hapa. Sasa mimi style yangu ya kuimba ya kuimba Kiswahili ni kutokana kwanza na jinsi na nyimbo ambazo na sehemu penye mimi nimejiinspire. Sababu tuko hapa Burundi, tupo wasanii wengi, lakini kila mtu anajua kama ameanza kuimba amejiinspire kwa mtu gani, amejiinspire kwa msanii gani. Mimi kabisa nimejiinspire sana kwa wasanii wa Tanzania, na ndio kwa maana style yangu naimba kama vile wa Tanzania. Sababu ukitazama watu wakina Best Life wanaiga sana Nigeria. Fizzo na style zake siku hizi ukichunguza ipo kama Kimarekani, ipo kama Nigeria, vitu kama hivyo. Yaani hapa nyumbani kama hatuna style yoyote. Kwa hiyo mtu anapokuja na style yake, mumuelewe, tuelewe hivyo hivyo. Tusupport tu muziki mzuri yani. Yeah. Yaani kifyo yako unasema hakuna cha kunini cha nini na nini, wewe unakubali mimi nimejiinspire na wabongo. Hicho kitu siwezi kubisha kweli. Mimi nimejiinspire na bongo, lakini muziki wangu ni muziki wa Burundi. Hususan msanii gani bongo? Hususan msanii ambaye unamkubali sana Kongo, ambaye unasema mimi huyu naweza nikajiinspire hata siku zote. Bongo. Yeah. Bongo msanii ambaye mimi alinivutia ni Diamond. Diamond. Ndio msanii ambaye alinivutiaga sana, sito kuficha. Sababu before mimi nilikuwa dancers na alipoanza kuimba Diamond ndo na mimi nilianza kupenda sana kuimba na nikajitia sana na nilijiinspire sana kwa hao watu. Yes. Yeah, mpaka leo. Mambo mawili ambayo aliyafanya yameshaga tokea kwake ukayaona na ukayakubali sana zaidi ya mengine ni yapi? Mimi napenda tu jinsi anavyoimba na jinsi anavyoandika mashairi yake tu basi. Kuna kitu ambacho unaanza kuona umekitunga kwenye nyimbo yako, leo unaanza kufichua watu nimekatoa kwa kitu hicho, nimekitoa kwenye song ya Diamond au kwenye matembezi ya Diamond? Yes, unajua namuiga kweli. Natamani sana nijue zaidi sana kama yeye. Lakini sijawahi kusema tu kwamba nimechukua hata kitu chake nikaweka kwa nyimbo yangu. Au nini? Lakini watu wanapenda kufananisha, mbona melody iko kama yake? Mbona kama melody ni kama ya wimbo wake fulani, vitu kama hivyo. Lakini turudie nyumbani. Burundi labda hapakosi wasanii ambao wanajua wanaweza, kama ulivyomkubali Diamond kutoka nchi jirani ya Tanzania, Burundi unamkubali nani zaidi ya mwingine? Mtu unasema huyu afadhali mimi ananivutia zaidi ya wengine. Sio afadhali. Nyumbani kwetu kuna wasanii wanajua kuimba sana tena sana. Tatizo tu ni moja, ni sababu nyumbani kwetu hakuna zile media za kupushi wasanii. Na muziki wa nyumbani aulipi. Lakini Burundi kuna wasanii wanajua kuimba sana. Burundi ingekuwa kama ni nchi zingine, kama si wote sasa hivi tunatembelea magari. Yeah. Mimi namkubali sana Fizzo. Yeah, Big Fizzo namkubali sana. Toka bado mdogo nilikuwa namsikia. Wanaambia wasanii wa aina ambao unaona wewe kivyako au wasanii ndio wanalipiwa YouTube, wengine hawalipiwa? Mimi kivyangu mimi nakwambia, kama tukichukua kama Fizzo, najua vile analipwa na YouTube. Sat B analipwa na YouTube. Natasha, Natasha sidhani ila sio sana, lakini nafikiri naye anaweza kuwa analipwa. Hawatambuki nne yani. Hawatambuki nne wenye wanalipwa na YouTube, na ndio kitu ambacho kinasaidia wasanii sana, vitu kama hivyo. Lakini napotoa nyimbo, ila kuna watu ambao wanabaki wanatusupport tu na ule moyo, hata kama wanajua anatoa pesa zake kunifanyia video, aingizi chochote, lakini wanatusupport sababu wanajua siku zote ni kupanda ili kesho uvune. Na ndio hiyo. Yaani unapanda leo ili kesho uvune, lakini leo bado haujavuna. Kwa leo bado sijavuna, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, tofauti ya jana na leo sivuni kawaida, lakini najua kidogo kidogo kinapatikana. Twende na Huruma. Inauma. Twende na Inauma afu turudie. Kupenda mara moja na sio mara mbili, labda kwangu anaigiza. Mimi nilivyompenda sana nikamsamini, kumbe yote bure. Moyo wangu sio fuso, siwezi force penzi, bora niache niende. Kuliko tuishi kwa vilio, fujo kila mara, acha nitembee. Ya vitu kama hivyo. Inauma inakuja, wengi wakafikiri jamaa inauma kweli, labda ni true story, amemwangusha mtu wake kama anaye sijui, inakuwaje? Ya ukweli ilikuwa true story. True story. Yeah, ilikuwa true story. Badala mimi kushwana na mtu ambaye alikuwa mpenzi wangu. Ilinibidi niliingia sana kwenye maumivu ya mapenzi, ikabidi niandike nyimbo kama hiyo, na ilivyotoka kweli watu walipokea vizuri sana. Ile ni true story yangu mimi. Leo uko single? Sasa hivi sipo single, nipo kwenye mahusiano. Kabla nyimbo ilitoka uko single?
Nyimbo kwa nini ulitoa nyimbo wakati una mwingine aliyekuumiza alishatangulia kitambo, nyimbo ikatoka na mwingine? Yani sio hata fikiri unamsema yeye. Yani tumetoa tulikuwa tumevurugana nini vitu kama hivyo, tulivyovurugana kanibidi kwamba tufanye kitu kizuri kama hicho. Lakini kusema mambo kwanza tuachane nayo, mambo ya mapenzi. No. Mimi na habari ambazo ni za usutwa kidogo napasha kuzileta kwa sababu mimi naleta kitu cha usutwa kiende wazi. Inasemekana una mpenzi na uko katika wasanii wachache sana ambao wameshajitolea kutoa mahali kutoa mahali kwa wapenzi wao. Ni kitu kikubwa sana, kitu hakizoeleki kwenye wasanii. Wasanii wao wapokelewa kivingine, nafikiri wewe mwenyewe unajua. Ilikuwaje bro? Najua sana kama ni hivyo, lakini unajua kwenye mapenzi kuna vitu vingi sana yani. Kuna vurugu nyingi sana, na ukichunguzaga mimi nyimbo zangu nyingi mimi zinakuwa kama ni nyimbo mapenzi. Mimi naimba sana mapenzi. Yaani mtu akisikia nyimbo zangu lazima apate feelings fulani kwenye mapenzi. Na vitu ambavyo mimi ninavyofanya kwenye mapenzi ni vikubwa sana, sababu nishapitia mengi sana kwenye mapenzi. Mimi nishawahi kufungwa kwa ajili ya mapenzi baba. Mbimba nikafika kwa ajili ya mapenzi. Mbimba Burundi? Hapa Burundi nimefungwa. Ilikuwaje bro? Tupe story kidogo. Nimefungwa kwa ajili ya mwanamke, lakini sasa hivi mwanamke yuko England. Yuko Angleterre sasa hivi, mwanamke ndo ni Mwarabu. Tulikupendana naye hapa sababu alikuwa ni wale wanawake ambao waga wanakuja kila wakati, kila mwisho wa mwaka, ule wakati wa mafungo wanakujaga. Basi ilibidi kama tukawa naye kwenye mahusiano, na baadaye kuna vurugu tilitokea, ni wakanishika wakanifunga, lakini nilifaka kama ni wiki moja Mbimba nikatoka tena. Ni kwa ajili ya mapenzi. So nakutana ni vitu ambavyo mimi nazoea sana. Vitu vya mapenzi. Maana ukipendaga hivi unaanguka wewe wote. Ndo kawaida yani, ukipata mtu ambaye anayekupenda fresh, anayekujali, anayekusamini, anakupa kile unachotaka, lazima uanguke brother. Tiros, kwenye miaka 2 ya mbele kufika mwaka 2022 unaona utakuwa unafika wapi? Tiros atakuwa anafikia kiwango gani? Hiyo swali baba, yani kwa ufupi ni kwamba kila kitu kwanza nakiweka kwa mikono ya Mungu. Lakini nategemea mwaka ambao tunaenda kuanza kutakuwa mabadiliko sana kwa Tiros sana. Alafu tena kitu kingine, unajua kama mimi ni msanii pekee brother ambaye naweza nikafikisha muziki wa nyumbani ukienda sehemu nyingine. Mfano kutokana na jinsi ninavyofanya kazi zangu. Mimi kazi yangu hata ikifikaga sehemu nje Uganda wapi huko watu waga hawaamini kama ni msanii ambaye anatokea Burundi. Sasa ikitokeaga sasa mfano mimi nafanya kazi nzuri inatamba sehemu yote, itasababisha hata na watu wengine wanakuja kufollow kazi ziko hapo. Kazi zetu sisi zaidi fast zaidi ya Rwanda. Wasikudanganye mtu. Kazi za hapa zinaenda Rwanda kidogo pana, sio sana Rwanda. Lakini sehemu nyingine sio sana. Na msanii ambaye labda alitafutaga kutusaidia ni Lolilo. Lakini na yeye akujua kujitangaza, kazi zake zimeishia hivyo. Lakini yule ndo msanii ambaye angetusaidia hapa, lakini wapi hakuna. Leo hilo Lolilo anasema hakuna kitu. Lolilo sasa hivi hakuna kitu yani. Kazi ambazo alizifanya mbele. Tuchukue mfano, unaona Satibia ameenda Tanzania, amefanya media tour kwenye Wasafi, ni baadhi ya radio tofauti, zaidi ya radio manini tofauti. Ingelikuwa tu kwamba ni kile kipindi Lolilo alifanya zile kazi na wakina Diamond na wakina Alikiba na wakina Nine, ndo alienda kufanya ile media tour kule. Kama sasa hivi mziki wa nyumbani sasa hivi kama upo juu sana. Na kama sasa hivi watu wanatuangalia na sisi. Lakini alipofanya zile kazi alibaki Burundi, alikaa, alikuja kukumbuka shuka kumekucha, ndo anaanza enda Tanzania, anarudia, lakini kila kitu watu wameshamsahau Tanzania. Ushauri gani unaotoa kuhusu wasanii wenzako, mfanyeje ili muziki tuupushi zaidi? Kitu ambacho tunaweza kufanya sisi kwanza ni kutumika kwa bidii. Na hapa nyumbani hatuna upendo, sio sana tupendani, tunachukiana sana. Kupatiana opportunity inakuwa ni vigumu sana. Watangazaji na mabosi wenyewe wako hapa. Bosi anaweza kumleta msanii, tuseme Jisu walimchukua Harmonize, walileta Harmonize hapa. Walipomleta Harmonize hapa walikataa, hata yani ule bosi ambaye alimleta hapa hawezi hata kubali kama achukue, mfano tuchukue nani? Tuchukue msanii gani ambaye Kirikou. Wachukue Kirikou ndo perform na Harmonize. Hawezi kufanya hicho kitu. Lakini ukitazama Tanzania, kipindi Koffi alifika Tanzania, Mario na Nandi ndo waliperform naye show nzima. Yaani ni kumuonesha kitu. Hata Chris Brown kipindi alifika Nigeria, walichukua kina Rema ndo walienda kuperform naye show. Inaonesha kama hicho kitu ambacho wanahitaji kuonesha na wale. Lakini sasa hivi hapa akifika Diamond ndio akirudia hapa, utasikia wanatia Fizzo, Lolilo, Satbi, Natasha. Hawatazidisha pale. Yaani wale. Sababu unaonesha kama muziki wetu hawezi hata kaenda sehemu yoyote. Wanaobakiza sehemu ile. Yaani wanapendana wao. Yaani na wakubwa na watoto. Na wale wasanii wakubwa na sisi wasanii ambao tungali chini, si wote bado tunahitaji tuonekane. Upendo, njia ya upendo itapitia kwa mtu gani?
Njia ya upendo kwanza inahitajika kwanza kwa mabosi wetu ambao kwa hapa na si wasanii kwanza wenyewe tupendane. Wanaweza kukupatia deal ukasema hapana hii deal mpatie mtu fulani. Lakini hapa sio hivyo. Bora nyamanze. Yeye amekatala hizo hela lakini bora afunge anyamanze kuliko ambie mchukue msanii fulani anafaa vizuri hivi na hivi. Hawezi kufanya hicho kitu. Tirosi, concert haziko nyingi kwa upande wako. Why? Sababu sina management yani. Yeah. Concert inaanza kaona msaada kwako. Yeah, concert kwanza ndio inaweza kanipatia pesa mimi. Lakini concert zinapatikana ni ndogo sana tena sana. Unapangaje uweze kupata concert ili na ufanyikiwe zaidi? Mimi kwanza unajua mimi ni mtu ambaye sinaga management yoyote. Sina mtu ambaye ananisaidia, sina mtu ambaye ananisupport kwa kazi yangu. Mambo yote mimi huaga nayafanya mimi mwenyewe. Najitegemea mimi kama mimi. Sasa kuna sehemu ambazo siwezi kufika sababu ya uwezo mdogo na kuna vitu siwezi kufanya sababu ya uwezo mdogo. Yeah. Ni hatari. Tirosi ni sawa? Ni sawa vrema. Umeze neza? Yego ndashima. Usanzwe ubahe? Nje mbanga kusema ubwiza. Mu bwiza. Tirosi yosubira mwiri jambo mu Kirundi. Mimi ni msanii kutoka Burundi. Napenda sana mikoani yote ya Burundi. Nje ndumuririmbyi wo mu Burundi. Ndakunda cyane umuziki wo mu Burundi kandi tunatamani tufikishe. Tirosi, kwa kumalizia labda kuna neno moja ambalo unaanza kujisahau au unaanza kupenda wewe unaliongea ili tumalizie bro. Mimi kitu ambacho ndio tu kuongea ni kwamba tusupport tu muziki wa nyumbani, tupende kazi za nyumbani. Sisi wasanii ambao tuko hapa Burundi tunaweza sana. Tunaweza sana tena sana. Tupende muziki wetu, mambo yote yatakuwa sawa. Hata kama ukitaka kufuata kazi zangu mimi ukiingia kwenye YouTube ukiandika Tirosi Mfalme utapata kazi zangu. Instagram Tirosi Mfalme, sehemu yoyote mimi sibadilishi jina ni Tirosi Mfalme. Utapata kazi zangu nyingi yani. Tirosi, tunashukuru sana kwa wito wetu. Asante sana kabisa. Na tuna imani kesho tukikuhitaji tena utatukubalia, utatuitika. Na lazima kabisa yani. Yes, neno moja ya mwisho kwa Kirundi lakini kwa wapenzi wa Ndao TV. Nashukuru sana kunipatia nafasi kwenye TV Ndao TV. Ni kitu ambacho sikutegemea sana na imani siku zote tutakuwa tuko pamoja. Kwa hiyo watu wote ambao wanafuatilia mambo ya Ndao TV mjue kama mambo yote yako fresh na imani tutafikishana mbali. Yes. Nashukuru sana kwa kila mtu ambaye ametufuatilia leo kwenye kipindi. Tunakumbusheni sana ukiona kipindi wa kwanza zaidisha sana kukifikishia kwa watu wengine ili usipati utamu peke yako, patia wengine waweze kufurahi. Na call me MC Andy. Tulikuwa pamoja na Tirosi Mfalme, umepata mengi kutoka kwake nje ya maisha kidogo na kwenye muziki wake. Nafikiri na imani mumeridhika sana na majibu yake na maswali yetu pia. Comment zenyu zinahitajika. Remember kufanya subscribe. Bye bye.